Eugene Wamalwa, waheshimiwa maseneta, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, Wakristo wetu, enda subabogi, Mesi Yesu, hamjambo, Mungu ni mwema na kila wakati. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Oh, okay. Haya. Hapa Masaini tunapataka heshima ya kipekee. Sisi Baba Askofu tumeshukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja kushiriki pamoja katika ibada ya Jumapili. Sisi tukiwa Wakristo, tukiungana na Wakristo wenzetu tunafurahi sana. Na tumesikia neno na umetutia nguvu. Na umetuambia ya kwamba leo ni jema kuliko jana. Umetutia moyo na kutukasa break ya roho ndio tuweze kuendelea. Mimi nikiwa Kajiado najivunia hapa kanisa la PEFA. Mimi nimetembea Kenya sana. Na mimi ni Mkristo, kila Jumapili nimeenda makanisa tofauti. Lakini mimi nataka kusema nimependezwa, nimefurahia hili kanisa mmejengea Mwenyezi Mungu, ni ya kitaifa, ni kanisa kubwa, ni kanisa safi, ile imeundwa na vile imechorwa na vile imejengwa ni ya kupendeza sana. Wakristo mjipigie makofi. Ni kusema ukweli mmejaribu. Nikijua ile mashida iko hapa Masaini, kusimamisha nyumba kama hii mmejaribu sana. Na sisi lazima pia tuweke mkono yetu kidogo. Ndio muweze kupaka rangi imebaki, muweze kuweka floor, muweze kuweka sound. Ndio hata nyinyi mjifurahie ya kwamba mmejengea Mwenyezi Mungu nyumba nzuri. Sisi tukiwa hapa Masaini, niseme machache ndio nialike viongozi. Sisi tuko nyumbani. Mimi hapa Kajiado Central, familia yangu ya Olekasi iko hapa. Si ndio? Hii makucha mnaona mimi natoa, mnafikiria hiyo damu ni ya wapi? Si ni hapa Masaini? Ya mimi niko na damu ya Masai na Meru. Sasa ukichanganya damu ya Masai na wa Meru inaleta picha nyingine nzuri. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Na mimi ninafurahia uhusiano wetu. Siku William Ruto ametufukuza kwa serikali, alikuwa amepanga kutenga jamii yangu ya mlima tukae peke yetu ndio atumalize. Lakini sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata marafiki. Tumeenda hapa kwa Bwana Matiang'i, makuzo wetu wa Kisii, tumeshikana tuko kitu kimoja. Tumeenda pale Ukambani, makuzo wetu tumeshikana tuko kitu kimoja. Tukiwa hapa Masaini, mashemeji wetu mumetushika tuko pamoja. Mashemeji hai. Hai mashemeji. Mashemeji wapendane wasipendane? Watembeleane wasipendane? Wajenge kanisa pamoja wasijenge? Watafute serikali pamoja wasitafute? Wafukuze kasoko pamoja wasifukuze? Kwanza hapo naona mnafurahia sana wa Masai. Hapo naona mnafurahia. Kwa hiyo sisi tuko na marafiki. Na mimi nimemwambia William Ruto, hapana jaribu kuhangaisha sisi. Sisi tuko na marafiki. Wamaa ni marafiki wetu, Wakisii ni marafiki wetu, Waluhya ni marafiki zetu. Huyu Eugene Wamalwa tumeshikana ni makuzo. You cannot isolate a community. Sisi tumeshikana na wale wengine. Na ndio tumekuja hapa leo kanisa na kutengeneza urafiki. Tuendelee kuketi pamoja kama Wakenya. Tuendelee kutafuta uhusiano na utengamano katika Jamhuri ya Kenya. Mimi nisungumzie kidogo hii nchi. Dr. Matiang'i, I know you must be a very sad man, having been CS Interior and looking at what is happening in the country. You must be a very sad public officer and a Kenyan. Ya kwamba hii nchi imekuwa a country of goonism. Tumeona maneno ambaye ni aibu. Na mimi nilikuwa nimemwambia William Ruto tukiwa serikalini. Alitaka kupea hiyo kijana anaitwa Murkomen kazi ya Interior. Nikamwambia hapana. Hii kijana hako na utoto mingi, bado komaa. Hiyo kiti ya Interior nataka mzee amekomaa. Somebody who is not emotional, who is not excitable, and somebody who can sit with security chiefs and make good decisions. Hii maneno ya goonism. Kuna ofisi imefunguliwa pale Lavington na Murkomen na Raymond Omolo. Kazi ya goonism ile wote inaendelea Kenya ndio wanapanga. We no longer have CS Interior and coordination of national government. The CS we have, Kipchumba Murkomen, is the CS for coordination of goons, violence and intimidation. Ile maneno imetokea jana. Huyu mjumbe ya huko
alijaribu kupanga goons vijana ya Wakikuyu na wakapatia deposit ya 5 million. Usiku vijana wakafanya mkutano na wazee, wakasema Wakikuyu hawatapiga Wakikuyu tena, wakamrudishia pesa yake. Ndio huyu Ichung'wa akakimbia kwa Murkomen na Kasongo, akasema tukikubaliwa kufanya mkutano Kikuyu ameisha, na hata akatisha ya kwamba kama polisi wamsaidii, he will resign as majority leader. Kasongo was reluctant because he is also a seasoned politician. Alijua hiyo kitu will hurt him, but Ichung'wa threatened ya kwamba asiposaidiwa na polisi ati atawacha kazi. So they gave in to him. The unit that attacked us in Kiambu was not the local police. They are actually complaining. The commanders there are up in arms. It is the same squad that attacked us in Wetima Church, a squad of 12 police officers ambaye uchunguzi umefanywa, walionekana walitupiga Wetima. Kasongo amesema wasishtakiwe. Murkomen amefufua hiyo unit. The regional commander was transferred to the coast region. Those officers had been transferred to other areas. They were all recalled in Nairobi na sasa wako kazi. Ndio walikuja pale na marisasi na tear gas na kuumiza viongozi na kuumiza wananchi. In fact, tear gas ilianza kupigwa saa 3. Wananchi wa Kikuyu wakavumilia mpaka tear gas ikaisha. And there was no tear gas in Nairobi. Officers have told me in confidence, Murkomen authorized a chopper to go to Nyeri kwenda kutafuta tear gas ya kulete pale Kikuyu. Now what has happened with Kipchumba Murkomen? Ameweka watu ya jamii yake kila county. Pale Kiambu ameweka county commissioner, various OCPDs and various OCSs. Hao ndio walifanya mkutano, wakakubaliana na hiyo unit kutoka Nairobi vile watu watapigwa. The rest of the officers are very unhappy. Hapa Kajiado ameweka mtu ya jamii yake anaitwa Michael Yator as county commissioner. Last night, baada ya that squad kumaliza kazi Kiambu, wametumwa na Murkomen kukutana na county commissioner anaitwa Michael Yator kupanga vile watafuruga mikutano yetu leo. Mimi nataka kuuliza William Ruto, hapana subuana na hiyo Masai. This is a very peaceful community. Don't provoke this community. Unapanga ati mkutano ifurugwe na hiyo squad pale Isinya, pale Kiserian, wakiwa na plain clothes na wanavaa mask wasionekane. Lakini tuliwaona jana. It's the same group that was in Wetima. You have already provoked the mountain people. Now you want to provoke and agitate the Man Nation. I have no authority to advise you. But for the sake of this country, I think it's my civic duty, William Ruto, to tell you. You appointed a reckless, excitable, dangerous, childish, juvenile fellow as Minister for Interior, and you gave him instruments of violence. That Murkomen of yours is going to ban this country, the way things are going. And we have a duty to tell you, as we go towards the elections, if that Murkomen is going to remain in that docket, he is going to ban this country. Yesterday, those police officers aimed bullets, live bullets, kwa gari ya Mheshimiwa Matiang'i, kwa gari ya Mheshimiwa Kalonzo, kwa gari ya Rigiji. Ni Mungu tu alitusaidia. Let me tell you, William Ruto, today, on record, because it's important that I advise you. Not that it is my job, but I'm a Kenyan, and I belong to this country, and I have no other country. If Murkomen and his boys, one of these days, in the year misadventure and juvenile escapades, injure or kill Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, that will be your last day in State House. This country, and this country will face civil strife and will have no country. William Ruto, you are playing with fire. You have allowed a childish character called Murkomen to play around with the national security and the stability of the Kenyan state. These are very popular leaders. You may not know, and you don't know the agitation that is going through the minds of the Kenyan people. Eva had been killed in Wetima
today you would not be in State House. If yesterday Fred Matiang'i had been shot, or Kalonzo Musyoka, you would not be in State House. Kenyans will drive you out of State House and there will be no country here. Please, we respect our constitution. Bad as you are, terrible as you are, much as you have ruined the country, we are reasonable enough to know that this is a country of the rule of law. And we are willing to wait for the next 14 months to remove you through the ballot. Don't create a situation where Kenyans will remove you from power. And one of the ways for you to leave State House is to injure or kill the leaders of the United Opposition. You have abandoned the country. You are so serious in business. Umewachia mtoto kidogo, young fellow who is excited by power and money to mess the country. How do you send a killer squad to kill leaders of this country? Leaders who are popular in their own right. People who have very serious following. I'm just urging you to call yourself for a small meeting tonight. Ukiwa peke yako, with a small notebook, and analyze where you are taking this country and what you are doing by allowing Murkomen to go rogue and to create situations where leaders of this country can be hurt or killed. In that mayhem of yesterday, a rogue police officer can just kill one of the people. Labda polisi amevuta bangi yake hata hajui nini inaendelea, akuje apige Fred Matiang'i. What will happen to this country? If yesterday Rigiji was shot in Kikuyu, what would happen to this country? Please, William Ruto, you have messed this country enough. Don't set this country into civil war. This is our country. We have no other country. Hatuna nchi nyingine. Na ndio mimi juzi I faced you head on, nikakwambia nimeona Murkomen akisema ati nimekukosea heshima. Sasa kukuambia unadanganya wa Kenya, hiyo ni kukosa heshima? Kukuambia people were attacked in church in Wetima, in PCA Kariobangi, PCA Mweki, you have taken no action. Nimekukosea heshima namna gani kukuambia ukweli? Kukuambia nilikuwa nimemaliza pombe ya kienyeji, hii ya kuua watu umerudisha. Hiyo ni kukosa heshima namna gani? Kuambiwa na Metho uliahidi barabara hii na hii hujajenga, hiyo hapana kukosea heshima. We are just being truthful because the fellows around you akina Murkomen don't tell you the truth, or you don't seem to understand what is going on in the country. Number 2, sisi bado kukosea ofisi ya rais heshima. Rais mwenyewe ndiye ameteremsha heshima ya hiyo ofisi. Ameenda Western kuliko aongee mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya maji, anaanza kutangaza ati kuna ng'ombe imekufa na imeuawa na kupe. Sasa president wa Kenya ameanza kusema ati kuna watu wamekula zaidi ati wamenona. Ameanza kusema ati kuna watu wananyamba kwa mikutano. Rais wa Jamhuri ya Kenya, tukijua ile shida iko Kenya. Masomo haiendelei, hakuna dawa, hakuna SHA haifanye kazi, kila kitu imesimama. Rais ako na nafasi ya fitina na gossip na propaganda. Amekuwa kama ni kijana ya kijiji. Anakaa hapo ile inaitwa Mushene. Mnajua Mushene? Ile Sasa hiyo ndio rais anafanya. Sasa wewe Murkomen unasema tumekosea heshima. Hiyo mtu amejitoa pahali tuliweka yeye, amekuja hapa chini. It is not us. Sio sisi. Sasa amebomolea watu hapa Nairobi. He is trying to justify kwa nini amebomoa manyumba ya watu. Anasema hata State House iko kwa riparian land, ati ukuta itabomolewa. Hiyo ni sawa rais. Lakini tunakuuliza, hiyo ni mali ya umma. Wacha kama iko kwa riparian ibomolewe. Lakini wewe rais, hoteli yako ya Ritz Carlton umejenga kwa corridor ya wanyama ndani ya mto pale Masai Mara. Si hata hiyo ubomoe? Please stop double speak. You know you have called people for too long. People now know you. Wewe unatuambia mambo ati ukuta ya State House iko kwa riparian, na hiyo hoteli yako umefunga corridor ya wanyama pale Masai Mara, the heritage of the Man Nation. You are killing tourism and interfering with the conservation. So if you are very genuine, why don't you first demolish that hotel? Umesema ati mashamba inaibiwa ati Nairobi, ati you are not sleeping ukingangana na wezi ya mashamba. Wewe mwenyewe pahali umejenga Weston imeibiwa. Pale Ruai sewage, pahali mafia watu ya Nairobi natakiwa kwenda umenyakua. Si ndio? Pale Capitol Hill kulikuwa na police station, umedigazette umenyakua hiyo shamba. Leo unaanza kuambia sisi ati wewe ati hulali atukingangana na ile watu wameiba mashamba. You know, you think people are foolish. Na mimi nikwambia rais, hii maneno ya goonism, it will consume you. Hii RSF
started as a criminal gang ya El Bashir. Then it developed into a state militia backed by the state. Today, it is a problem to the people of Sudan. And probably that is why you are happy to work with them. Na huyu Murkomen wako ndio anapeana passports to criminals threatening world order and peace. Criminals of RSF have been given passports by Murkomen. That was a criminal gang. Pale Haiti, the criminal gang was started by Papa Doc Duvalier. He developed it until it got out of hand. By the time he left office, it had metamorphosized into something that cannot be contained. Hii gangs munatembea naye hapa, mkutano ikiisha kwani watakula nini? And you have seen already in Nairobi is happening. Since you introduce gangs with the Sakaja, anytime you come to Nairobi, hao gangs wanaungana na wewe rais, wanapora watu. Because lazima wakule na mliwazoesha. Ati they can go to Nairobi and create chaos. We want to advise you to rethink very carefully how you can make Kenya a country of goodness. In fact, it's the only program that is working. Education ya Kibaki umeharibu. Linda mama ya Uhuru Kenyatta umeharibu. Mambo ya biashara umeharibu. The only program that is successful by the government of William Ruto that is working perfectly and efficiently is Gunism. Everything else has collapsed. So that is your legacy. Nimesikia ukisema kila mtu apimiwe kazi yake na ratili yake. Kazi yako ni Gunism. Kazi yako abduction. Kazi yako extrajudicial killing. Kazi yako corruption. Land grabbing. Hiyo yote tutakupimia wakati ukifika. Kwa hivyo mimi niseme watu wetu wa maa. Mimi I'm sorry, I apologize. Kwa sababu nilikuwa hapa kupigia William Ruto campaign. Tukaahidi town ya Kitengela ati tutaweka maji na sewage. Imewekwa? Tukasema tutaweka barabara itoke hapo mpaka itokee pale Ongatarongai. Imewekwa? Town ya Rongai, ya Kiserian, ya Gong, tukasema tutaweka maji, sewage hakuna. Insurance ya ng'ombe hakuna. Restocking hakuna. Tukasema tutaongeza pesa AFC so that people can borrow at reasonable rates. Is nothing. The people of Kajiado have nothing to celebrate this government. And that is why I want to ask my brother Katole Mititu. Umpigie huyu county commissioner. Huyo ya Tolo. Umwambie hao polisi alikuwa nao jana wanapanga kupiga watu ni makosa. Na wewe Katoo, kwa sababu mnakaa hapo na Ruto, wewe ndio unapanga pesa yake ili ameibia watu ya Kenya. Wewe ndio unabeba pesa yake. Saa hii akimaliza kuongea na Wakorino, umwambie asilete fujo Masaini. Hao Masai ni tofauti na ile watu ya kule kwetu. Hawa. Si ndio? Mwambie William Ruto asilete fujo Masaini. Sasa ameita Wakorino pale. Najua juzi amemomoa shrine ya Wakikuyu. Pahali watu ya Maumau walizikwa, ameleta matinga wametoa mifupa ya Maumau. Anataka historia ya Wakikuyu isaulike. Ati anataka kujenga manyumba hapo. Nyumba Jomo Kenyatta alikaa hapo, Bio Koinange alikaa hapo. Anataka kufuta historia ya Wakikuyu kwa sababu anawachukia. Wazee wameenda pale kupeleka maombi, kulilia Mwenyezi Mungu akuwe na huruma na jamii. Wazee ya miaka 90-95 ametuma polisi wamewapiga. Jamii imeleta shida. Sasa jana usiku ameita Wakorino, kujeni tuombe pamoja. Nionekane niko pamoja na Wakikuyu kwa sababu mmekuja kunitembelea. Pale kwa gate kila mtu anapewa 3,000 akiingia. Unajua pale Kikuyuni hakuna kitu naweza fanya na Ruto sasa bila biashara. Hata maombi lazima alipe. Sasa watu walimalizana na sasa hapo na Wakorino wanawadanganya. Ati hili kijia anasema nyinyi wasaliti, si ndio? Hao watu wachache ni wasaliti. Wakorino hapana iko kwa hiyo maneno. Hiyo ni watu wanatafutia tumbo zao. Sijui nyinyi mtaniunga mkono, mko na 1.2 million votes. Wewe William Ruto hujaelewa hii watu ya mlima. Na mimi nilikuwa nafikiria uliwaelewa Olokalau. Naona hujaelewa hii watu. Pale Olokalau alitoa 15 million. Isafirisha watu. Wakuja wampigie makofi. Wakikuyu wanachukua pesa na anaingia kwa basi. Wanakaa tu. Wanasema tunasikia Ruto wametumana na basi na pesa ya lunch. Tunamshukuru, ambiwa asante kwa sababu ametupatia transport na lunch. Twende tukaone mtoto wetu Rigiji na kumshangilia. Sasa alipofika pale, hema imejaa watu 10,000, anafikiria ni watu yake. Ameleta minister anaitwa Kabogo, ingine anaitwa Rebecca Miano, ingine anaitwa Liki Nyajui, na akina Ichongo watu wakuja wanisomee. Ati hiyo watu wapige makofi. Anafikiria ni watu yake. Unajua hajui watu. Hii watu wamechukua pesa wamenyamaza. Sasa
Alikuwa amesema ati mimi siwezi ongea, ati sina kazi yoyote Kenya. Akaambiwa na watu ya intelligence, hii watu yote iko hapa ni watu ya Rigiji. Asipoongea hata utaongea hapa. Kwa hivyo kama unataka amani apatiwa aongee. Nikakuja nikaambiwa, nikasema okay. Nikauliza kijana yangu naitwa Meto ataongea. Nikaambiwa bana huyu ataharibu. Sasa nikasema okay, huyu kama aongei, mimi nikiitwa kuongea nitaita yeye. Hakuna kitu mtafanya. Si ndio? So hii kijana yangu alipoamuka nikasikia vile makofi imepigwa hiyo hema, nikajua hii watu yote ni watu ya Rigiji. Sasa nikapanga maneno vizuri. Nikajua hii mtu nimemngoja siku mingi. Si ndio? Nimpatie maneno. Alikunywa maji chupa 16. Weka maneno na weka. Akitoka hapo alijua hiyo watu ni akina nani. Sasa naona hajajua. Hii Wakorino yote ameita pale. All of them ni watu yangu. Wamenipigia asubuhi. Sema Rigiji tumeitwa pale tukachukue kitu. Tupatie ruhusa. Nasema nendeni mchukue. Lakini isiende chini ya 10,000. Kwa sababu kwenda kusikia uongo ni bei kali. Kwani mtasikiza uongo tu na bei ya kawaida? Sasa kufika pale watu yangu wamechengwa. Kwa gate wamekuta bahasha imewekwa. Na waambiwa wasifungue. Wakaingia ndani ibada kuanza. Sasa mmoja amefungua. Akakuta ni 3,000. Akanitumia message akasema hii mtu ametogonga. Sasa tuko hapa kusikiza uongo. Sasa ameenda hapo anajifanya ati anaiba mwadhani yako show gaiwa magegania nini. Ile tu kora yake. Sasa Wakorino wanamwangalia. Anyway, wakachukua kila mtu 3,000. Lunch hakuna. Sasa ile pesa ya kukuja na kurudi na lunch. Wakorino wangu wameenda hasara ya 1,200. Poleni. Siku nyingine Wakorino msitoke nyumbani. Mpewe pesa kabla ya kuingia kwa basi. Si ndio? Wamasai tumeelewana? Huyu Seki nikimaliza ndio niite wageni. Huyu Seki huyu. Kuja hapa senator. Najua sometimes in life unaangalia mtu ndio muelewe. Huyu Seki alipatiwa milioni 30 cash. Anifukuze kwa ofisi. Akakataa. Akaambiwa aongezwe, akakataa. Ni mwanaume si mwanaume? Si ni mtu ya msimamo? Sasa mimi nikajiuliza kama mtu anakataa 30 million cash, akipewa pesa ya Kajiado asimamie, anaweza kukula pesa ya raia? That is it. So nyinyi wama, kama mnataka huyu mpatie kura yenu. Yeah? Pade yangu tayari nimekubaliana na wazee ya jamii yote. Kura zetu yote ya mlima ile iko Kajiado ni ya huyu Seki. Kama ataanguka kwa mikono yenu. Huyu. Nyinyi ndio mnamwangusha. On my side mimi nitamaliza. Nyinyi mfanye yenu. Na watu ya Narok can tell you. Tulikuwa na by election pale. Pale watu ya mlima ndio wengi. Nikaita Wamasai. Nikaambia leteni mtu. Nikaambia watu yangu kura yetu yote kwa huyu Masikonde. Alipita hakupita? So huyu Seki mtachunga yeye? Mchunge yeye. Mimi pande yangu nimemaliza. Na yangu haina maneno mingi. Neno langu inatosha. Kuna vile sisi tunaongeaga tunakubaliana na tayari tumeongea. It's up to you. Mketi kama Wamasai muamue. Kama mtaki yeye mkuje mniambie mnataka nani. Lakini mimi nikiona sisi tuko na yeye. Asante. Hata huyu Berecha, ako wapi Berecha? Alikosa na 100. Ni mkono yangu peke yake alikosa. Si alikosa mkono yangu. Sasa mkono yangu iko. Mkono yangu iko. Sasa nyinyi wale mlikuwa mmeunga yeye mkono, wale mliunga yeye mkono, mimi pande yangu na ni 1000 kadhaa. Ni ngapi ile nausu mimi? Niko na kura hapa. Na nitasema tu neno moja. So nyinyi mkiangusha yeye msiulize mimi swali. Si ndio? Si ndio ndugu yangu? Wewe ngangana na watu yako. Hii ya watu yangu achana naye. Ngangana na Wamasai. Yangu achana naye, hiyo niwachie. Wewe ngangana na watu yako, alafu mtapangana. Si ndio? So mimi nimeshukuru niko na viongozi hapa. Ndio nialike Waziri Eugene na kuja zungumuze. Alafu Matiang'i, these are our cousins, they are our friends. Huyu alikuwa waziri ya defense. Huyu Matiang'i alikuwa waziri wa interior. I know they are not sleeping. Kwa kusikia vibaya, wakiona goons all over the country. They must be feeling very bad how we have reached that level. Kwa sababu ni mambo ambayo ni aibu na ni mambo ambayo haitakikani katika nchi kama hii in the 21st century. Tumkaribishe Waziri Eugene Wamalwa.